Tunashukuru Bwana na tunasema jina la Bwana libarikiwe. Nikiwa hapa Dr. Frank pamoja na mke wangu Natalie Frank, alikuwa amesafiri na amerudi. Tunakaribisha usalimie watu wa Mungu ya wasikie sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Uko mbali sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nawapenda nyote katika jina la Yesu. Tutegee sikio mahali hapa, sote tutabarikiwa na tutafunguliwa na tutapona katika hatua ya kiroho. Mungu awabariki. Amina. Basi tunaendelea na somo yetu, tunajifunza sababu 5 ya matatizo. Tulisema ukiona mtu yuko na shida, lazima baada ya kukimbilia kuepuka kuanza kumtibu, kwanza inahitaji kujua source, chanzo ya matatizo kinatokana na nini. Tusema hapa duniani ukiona mtu yuko na matatizo inaweza kuwa kati ya sababu 5. Sababu ya kwanza, inawezekana yeye mwenyewe amefanya dhambi. Na sababu ya pili ndio tuko kwa tunaongelea kuhusu matatizo kutokana na mababa zetu au mababu zetu, tunaita madhabahu. Sababu ya 3 tutaanza kuiona kuanzia wiki ijayo, ni kitu inaitwa majaribu kutoka shetani. Lakini sababu ya 4, ukiona mtu kuna problem, inatokana pia na kitu tunasema mapenzi ya Mungu. Mungu anaweza kuruhusu jambo kusudi anataka kule mwisho chini yake ipate kufanya nini? Kutukuzwa. Lakini sababu ya 5 pia tukaita matatizo ya kawaida. Nikwambia mama mkwe wa Petro alipougua magonjwa ya kawaida na Yesu akamwekea mkono akapona. Sasa ukishajua chanzo ya tatizo, ndio kila tatizo ina mfumo yake ya kushughulikiwa. Isipokuwa kwa sababu kanisa ifunzwe, kanisa inafikiri matatizo yote inajibu kwa maombi. Nimesema kama una tatizo ya dhambi, njia pekee yake ni mtu kutubu. Na ukitubu, tukasema na maana 3, ni kuhuzunika kwa mambo ulifanya au kusikitika, kuungama na kisha kuacha. Lakini tukasema pointi ya pili tuko kwayo, kama ni matatizo kutokana na mababa, ndio tuliita matatizo ya madhabahu, matatizo ya kufanana. Kuna familia wasichana waolewake, kuna familia wasichana wanaolewaka ndio inakufa, kuna familia wanatafuta pesa wapate, kuna wengine wanapata pesa wakitaka kuinuka wanashuka chini. Sasa hiyo matatizo ya kufanana nikakwambia haina jibu kwa maombi, kwa sababu ni madhabahu. Tukasema shetani ana madhabahu 4 na Mungu ana madhabahu 1. Na tukasema madhabahu ya shetani, ya mababa, ya dini, ya taifa na ya shetani mwenyewe inavunjwa tu na madhabahu kubwa ya Mungu. Kuanzia kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Ufunuo, hakuna mahali madhabahu ilivunjwa kwa maombi, hakuna mahali madhabahu ilivunjwa kwa mafuta, hakuna mahali madhabahu ilivunjwa kwa maji, hakuna mahali madhabahu ilivunjwa kwa vitambaa, lakini madhabahu ndogo ya shetani inavunjwa na madhabahu kubwa ya nani? Ya Mungu. Sasa ndio tukasema hiyo madhabahu sasa inajengwa namna gani? Ndio tulichukua andiko yetu mama katika Wafalme wa Kwanza sura yake ya 18 mstari wa 30 hadi 36. Tulikuta hapa Jezabeli mke wa mfalme Ahab alijenga madhabahu ndogo ya Baali na taifa nzima ya Israeli ikakuwa inasujudia madhabahu ya Baali, na matokeo yake nikwambia, ukiwa na madhabahu ya shetani ina mambo 3. Yohana 10:10, inaiba, inauma na inaharibu. Na kwa sababu walikuwa na madhabahu ya Baali nchi nzima ya taifa Israeli, miaka 3 na miezi 6 hakuna mahali mvua ilifanya nini? Ilinyesha. Wewe walipata shida, umaskini, matatizo, kwa sababu walikuwa na madhabahu ya Baali. Na Mungu au tukasema, angalia, Waisraeli wanatesekea katika nchi ile waliahidiwa watakula asali na nini? Na maziwa. Mungu aliwatoa Misri akawaambia na wapeleke katika nchi mtakula asali na maziwa. Lakini wakiwa kwa hiyo nchi, kwa sababu wana madhabahu ya Baali wakule asali na maziwa, wanapitia mateso na shida na matatizo yake. Na ndio sisi wa Kristo kabla ya kuokoka walikuwa wanatuambia tukiokoka, tukimpokea Yesu, maisha yetu inaenda kufanya nini? Kubarikiwa, tunaenda kuinuliwa, tunaenda kufanikiwa. Lakini hata kisha kuokoka, kwa sababu watu walipookoka walishindwa kushughulikia madhabahu, watu wakabaki hivyo. Matokeo yake tunakuta ukame katika ndoa, ukame katika biashara, ukame katika utumishi, kila kitu kinakataa. Sisi tunakuwa na maswali mengi,
Problem iko wapi? Unajikuta unapenda maneno ya Mungu, unaenda kanisani, unaomba, unafunga, unatoa sadaka, unalipa fungu ya 10, unakesha, unafanya kila kitu unakwambia kwa kanisa, lakini mwisho ya siku unakuta maisha yako ifanye nini? Haichei. Sasa unakuwa na maswali mengi, maneno ya Mungu ni kweli au ni uongo? Jibu ni simple, maneno ya Mungu ni kweli na ni amina. Lakini tatizo, haujawahi kushughulikia kitu inaitwa madhabahu. Na kwa Biblia madhabahu haivunjwi Misri. Madhabahu inavunjwa Kanaani. Kwa hiyo mtu hawezi kushughulikia madhabahu kabla hajaokoka. Mtu anashughulikia madhabahu kisha kuokoka. Sasa tukasema Elia, Mungu akamwambia rudi, na utaporudi nitanyeshesha mvua. Na Elia alipotii Mungu, alipofika, lakini Elia hakuwa kama wahubiri wa sasa. Elia ni mtu alikuwa amekomaa kwa maneno ya Mungu. Na Mungu hata akupende kiasi gani, Mungu hawezi kufanya kinyume na neno yake. Na namba tu, Mungu tu iko nyuma ya neno yake. Hata tufanye seremoni ngapi ndani ya makanisa yetu, kama ifanane na neno ya Mungu, haimuhusu Mungu na Mungu hahusiki. Lakini tukifanya kila kitu kinapofanana na neno ya Mungu, ndio kinamhusu Mungu na Mungu anahusika na anakuwa nyuma yeye. Kwa nini anakuwa nyuma? Kwa sababu yeye si mtu wa kusema uongo wala mwana wa mtu kuweza kudanganya. Sasa Elia alipofika, alipojua ni tatizo ya madhabahu na alitoroka kwa sababu tatizo ya madhabahu, akajua hii madhabahu ya Baali kusudi ivunjike lazima wao wajenge hao madhabahu na yeye ajenge yake nini? Madhabahu. Na tukasema madhabahu ilikuwa inajengwa na vitu 4. Madhabahu walikuwa wanaweka kuni, madhabahu walikuwa wanachukua zabibu, madhabahu walikuwa wanachukua kisu wanakatakata zabibu, na madhabahu walikuwa wanaweka moto na inachoma kila kitu kilioka kwa madhabahu kinachomeka, na moshi kipanda mbinguni, inajulikana Mungu amefanya nini? Amekubali. Lakini moshi kitawanyika, inajulikana Mungu amefanya nini? Amekataa. Lakini hiyo siku Elia akasema wakuwe na vitu 3, wasiwe na moto, lakini wakuwe na kuni, wakuwe na madhabahu na wakuwe na visu ya kukata. Manabii bali walifanya ilifeli. Najaribu kurudia dakika 5 twende pamoja na wewe mwingine mwenyewe kwa kufuata kwa siku 2. Lakini ilipotimia wakati wa Elia, nikakwambia Elia akaongezea vitu 4. Na hiyo vitu 4 ndio sisi tunashughulikia. Elia akachukua kuni, Elia akachukua zabibu, Elia alikuwa na kisu, lakini Elia akaongezea mambo 4, na haya mambo 4 ndio ilisababisha moto ishuke na iteketeze sadaka. Kitu ya kwanza tukasema Elia akaitisha vitu vyenye moto aichome. Elia akaitisha mawe 12. Na tukasema haya mawe 12 ilikuwa inawakilisha kabila 12 ya taifa ya Israeli. Wewe msingi wa madhabahu ya manabii Baali ilikuwa juu ya kuni. Lakini msingi wa madhabahu wa nabii Elia ilikuwa juu ya jina Israeli. Na nikakwambia maana ya Israeli, ameshindana na watu, ameshindana na Mungu, ametoka kuwa mshindi. Na Elia alikuwa anapigana na manabii 450. Alijua akiweka kuni atapigwa. Alikuwa anashindana na manabii 450. Alijua akiweka jina yake atapigwa. Sasa aeke jina kubwa katika Agano la Kale liliokuwa napiga hata mamilioni na mabilioni ya watu, ni jina yake Israeli. Na ndio maana aliwapiga, kwa sababu jina Israeli inapiga hata watu kiasi gani mpaka leo. Na ndio unakuta taifa Israeli ni taifa kadogo na watu wachache, lakini wanapiga mataifa kubwa kubwa, kwa sababu jina Israeli inapiga watu wa aina yoyote. Lakini namba 2, kando ya kupiga watu, ile jina ya Israeli ilikuwa inapiga roho, spirit. Nyuma ya manabii Baali kulikuwa roho ya Baali. Kama vile Dr. Frank alikuwa anafundisha, nyuma ya Dr. Frank kuna roho ya Mungu inayofanya kazi. Sasa Elia alijua kabisa spirit, roho ina nguvu kushinda binadamu. Lakini jina peke yake katika Agano la Kale ilikuwa na nguvu ya kupiga roho za aina zote. Ilikuwa jina yake inaitwa Israeli. Na ndio maana alishinda. Tukasema sasa siku Agano Jipya tutaweka jina mawe 12. Tukasema no. Tukasema Waefeso 2:20. Biblia inasema jiwe kubwa ya msingi ya nyumba ya Mungu inaitwa jina yake nani? Yesu Kristo Mnazareti. Inawezekana una madhabahu ya mababu inaongea juu ya maisha yako, ni jina. Inawezekana una madhabahu ya kitaifa inaongea juu ya maisha yako, ni jina. Inawezekana ni madhabahu ya dini inaongea juu ya maisha yako, ni jina.
lakini jina ya Yesu ni jina kubwa kupita majina yote. Mahali pote jina ya Yesu inasimika, madhabahu mengine yote yanafanya nini? Inasujudu, inaanguka. Lakini tukasema baada ya kuweka sasa hiyo msingi tuliweka juu ya jina ya Yesu, tukasema kitu ya pili, Elia aliitisha manabii bali waliweka dhabihu ng'ombe, lakini Elia akaweka ni ng'ombe, lakini Elia akaitisha maji. Na akakwambia kitu ilikuwa adimu haikuwa ng'ombe, kitu iliyokuwa adimu haikuwa pesa, kitu iliyokuwa adimu haikuwa viwanja, kitu iliyokuwa adimu haikuwa magari, lakini kitu iliyokuwa adimu ilikuwa maji. Na dhabihu ni kitu adimu. Na ndio Mungu alipomtokea, tulisema Mungu alipomtokea Ibrahimu, kitu iliyokuwa adimu kwa maisha ya Ibrahimu si ng'ombe, alikuwa na ng'ombe 7,800 kitu. Lakini kitu iliyokuwa adimu, Mungu akamwambia nitolee mwanao wa pekee yule unayempenda. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa anapenda Isaka kushinda ng'ombe zote alizokuwa. Na ndio hata wakati kabla hajazaa Isaka, Mungu alipokuwa anamtokea Ibrahimu anamwambia Mungu, itanisaidia nini kuwa na imani na kufa naenda pasipokuwa na mtoto? Kwa hiyo kitu iliyokuwa adimu kwa maisha ya Ibrahimu sio mashamba. Kitu iliyokuwa adimu kwa maisha ya Ibrahimu si kazi. Kitu iliyokuwa adimu kwa maisha ya Ibrahimu si wafanya kazi, lakini alikuwa mwanao wa pekee. Na huyo ndio Mungu akamwitisha kufanya kuwa sacrifice. Sasa kwa madhabahu inakuwa madhabahu, na madhabahu inaongea kwa maisha yetu wakati kuna kitu inaitwa jina yake nini? Dhabihu. Na madhabahu bila dhabihu hakuna mahali popote. Na tunasema Wakristo walio maisha yao haichange, kwa sababu wanapokuja kwa madhabahu ya Mungu hawakuja na vitu adimu, wanakuja na vitu ya upuuzi. Na hata Kaini baada ya kufanikiwa alitengeneza naye madhabahu, lakini akapeleka vitu ya upuuzi. Na alipopeleka vitu ya upuuzi, Mungu alimkataa. Na baada ya Mungu kumkataa, Mungu hakunyamaza, akamwambia vizuri, kama ungefanya vizuri ningekukubali. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamwambia Kaini, rudia nyumbani, enda kuchukua vitu nini? Adimu, uvilete kwa madhabahu. Lakini yeye hakutaka kusikia, akasikilia brada yake wivu. Na katika kumsikilia brada yake wivu, akamuua. Lakini hata akamuua kitu hakuelewa. Waebrania 11 hii Biblia sasa hata kana Kaini aliua Abeli, mpaka leo dhabihu ya Abeli inafanya nini? Inaongea sacrifice. Lakini tuende kuongea leo pointi ya 3 na ya 4, nijaribu kupita kusudi next week tuongee kuhusu aina ya sababu ya 3 ya matatizo. Tutasoma Wafalme wa Kwanza 18 kwa ajili ya kukomboa Mungu. Tutaenda mstari wa 34 ewa 5 mpaka 36. Nafikiri 36 kama sikosei. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya 18 36. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. 37. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema baada ya Elia sasa, tusikilize, kujenga msingi wa madhabahu yake na mawe 12, ikibainisha jina ya Israeli. Na juu ya mawe akaweka kuni. Na baada ya kuweka kuni, Elia akakatakata dhabihu, akakatakata kondoo yake, ng'ombe, akaiweka juu ya kuni. Lakini baada ya kutakata ng'ombe, akamimina mitungi 12 ya maji, lita 132, ikalowesha dhabihu yote, ikaloa. Na Biblia inasema, unisikilize, Biblia inasema ilipotimia muda wa kutoa dhabihu ya jioni. Unipate Biblia? Biblia inasema ilipotimia muda. Kwa hiyo kulikuwa muda wa kutoa dhabihu na kulikuwa muda wa kutoa nini? Dhabihu. Muda wa kutoa dhabihu katika taifa la Israeli ilikuwa asubuhi na jioni. Ilikuwa mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Lakini Elia alipoita manabii Baali, walikutana na fundisho la profesa. Walikutana saa 4 ya asubuhi. Na manabii Baali walitengeneza madhabahu saa 5. Kwa hiyo si asubuhi. Na kama si asubuhi, kwa hiyo si muda wa kutoa nini? Dhabihu. Na Biblia inasema katika Mhubiri 3:1,
kila kitu kina wakati wake. Hata kama ardhi ya Tanzania ni nzuri, ina rutuba, lakini ukipanda vitu wakati si wa kuzalisha, hiyo mazao haitafanya nini? Haitamea. Sasa manabii bali Elia ujanja alitumia, aliwapatia zabibu watengeneze madhabahu, waeke zabibu, lakini wanaiweka muda usio muda wa kufanya nini? Wa kutoa zabibu. Wakaanza saa 5 mpaka saa 6, wanafanya maombi ya kwanza, inakataa. Wanafanya maombi ya pili, inakataa. Wanaenda saa 7, wanaenda saa 8, wanaenda saa 9. Elia alipojua inakuja saa 10 muda wa jioni, ni muda wa kutoa zabibu, kama atawaachilia waendelee, mbingu itafanya nini? Itafunguka. Akamwambia stop, mwache sasa, mumeomba sana, lakini ni ujana. Na ndio maneno ya Mungu inahitaji mtu akuwe na maarifa sana ya maneno. Unaweza ukatumie nguvu mingi. Angalia manabii bali walitumia aina 4 ya maombi ya nguvu, lakini wametumia nguvu mingi pasipokuwa na maarifa ya neno ya nani? Ya Mungu. Matokeo yake hakuna chochote. Na mtu aliye na maarifa hatumii nguvu mingi. Anatumia ndio watu andiko nasema hivi. Andiko nasema hivi. Hapa inafanya hivi. Hapa wao walianza kuomba kwa sauti kubwa. Kwa maombi ya mabaki. Namba 2, wakiisha kufeli maombi ya sauti kubwa, wakafanya maombi ya kulia na kutoka machozi na makamasi. Wakafeli. Wakaenda aina ya 3 ya maombi, lugha, rashanda kama sheke bebebe. Wakafeli. Wakaenda maombi ya aina yenye wa Pentecoste makanisa ya Kikristo haifanye, lakini kutokana na desturi ya mbaya, wakachukua visu, wakajikatakata mwili, damu inamwagika. Kwa nini damu? Nakwambia mapepo haikunywi damu ya kuku, mapepo haikunywi damu ya mbuzi, mapepo haikunywi damu ya, kama mganga amewahi kuitisha kiumbe kilicho hai, njiwa, kuku, mbuzi, ng'ombe, umewahi kuua mtu kwa familia yenu. Sasa mapepo inakunywa damu za watu. Wakati damu za watu zinamwagika, mapepo inapata nguvu, inakunywa na inapata nguvu ya kuweza kufanya vitu kama hivyo. Sasa walipofanya hiyo yote, lakini wako naifanya, shida ni wao wanaifanya kwa wakati usiofaa, kwamba kuna muda wa kutoa nini? Zabibu, lakini wao wanapeana zabibu muda usio muda wa kutoa nini? Zabibu. Elia alisubiri muda, akawaachia muda mwingi, lakini muda yote sio muda wa kutoa nini? Zabibu. Yeye alipojua ilipotimia muda, bila ilipotimia muda wa jioni, muda wa kutoa zabibu, akajua mbingu iko wazi. Na nakwambia hata nikwambie, unanifuata na kumsikiliza, Mungu iko anaongea na wewe. Inatimia kwa maisha yako muda wa kufanya sacrifice, muda wa kutoa zabibu, kuvunja hiyo madhabahu. Inaongea kwa ajili ya maisha yako. Yenyewe haiwezi kutoka na maombi, yenyewe haiwezi kutoka na mafuta, yenyewe haiwezi kutoka na maji, haiwezi kutoka na kitambaa, lakini madhabahu ndogo ya shetani ya umaskini, madhabahu ndogo ya shetani ya kutokuzaa, madhabahu ndogo ya shetani ya kutokufanikiwa, madhabahu ndogo ya shetani ya kutokuolewa au kuwa katika ndoa ya migogoro, haiwezi kutoka na maombi, lakini inavunjwa na madhabahu kubwa ya Mungu na kukiwa sacrifice. Acha nikupatie mfano wa watu. Muda ni kitu ya maana sana. Muda ukienda mbele ya wakati ni wakati, lakini kisha wakati si wakati. Acha nikupatie mfano. Ukisoma katika kitabu yako, utasoma peke yako, lakini mimi nakukomboa Mungu. Ukisoma katika kitabu ya Esau sura yake ya 13 na sura ya 14, Mungu ndiye aliwaambia wana wa Israeli. Unasikiliza vizuri. Naambia Musa watoe wana wa Israeli Misri na wapeleke Kanaani. Hiyo ni neno ya Mungu na ni kweli na amini. Musa bila jeshi, Musa bila chama ya kisiasa, Musa bila waasi, Musa bila pesa, akawatoa wana wa Israeli milioni 2.5. Safari ya Misri na Kanaani leo ni Israeli kwa miguu ni safari ya wiki 2 kwa miguu. Lakini kwa sababu walikuwa na wamama na watoto, wakaigeuza safari ya siku 40. Na walipofika mbele ya nchi, Mungu akapaka kuwadhibitishia kwamba hakuwadanganya. Na hivi niko nakufundisha, kuna mtu yuko upande wa Kimara, ana matatizo ya kichwa imemsumbua kwa muda mrefu.
nitakuomba kisha kufundisha unipigie simu. Umeenda hospitali na hiyo matatizo haujawahi kupona, lakini Mungu ananiambia wewe utanipigia simu kisha mimi kufundisha, nitaomba nawe na Mungu atakuponya. Sasa nirudie kwa somo. Sasa Biblia inasema walipofika mbele ya hiyo nchi, Mungu akataka kuwadhibitisha kwamba hakuwadanganya, na kile Mungu aliongea kwa maisha yako ni kweli na ni amina. Kiwe na njia kisiwe na njia, ni kweli na amina. Kiwe na picha kisiwe na picha, ni kweli na ni nini? Ni amina. Mungu akasema, akamwambia Musa, chagua wapelelezi 12 wende waipeleleze hiyo nchi, na wakishaipeleleza hiyo nchi, basi wewe utajiandaa kusoma. Mtaomba utasoma, lakini mimi nikiwa na tafsiri kwanza. Utajiandaa kusoma Hesabu 14:34. Hapo ndio utasoma, lakini tuendelee. Mungu akawaambia basi utume wapelelezi. Musa akachagua kila kabila, akachagua mtu mmoja, na alipochagua kila mtu mmoja, wapelelezi wakaenda 12 kuipeleleza ile nchi, na waliipeleleza nchi kwa siku 40. Na baada ya kuipeleleza hiyo siku 40, wakarudi wakaja na ripoti. Watu 2,500,000 wanasubiri ripoti ya watu 12. Wakasema nchi kweli tulienda kuipeleleza, ni kweli imejaa asali na nini na maziwa, na kile Mungu alisema kwa maisha yako ni kweli. Uwe umesoma ukusoma, ni kweli. Uwe umetoka huko kijijini uwe mjini, ni kweli. Kuwe dalili kusiwe dalili, ni kweli. Mungu ongea vitu kwa maisha yetu ni haina picha, kwa sababu yeye ndio anavitengenezea picha. Sasa Biblia inasema wakasema ni kweli na ni amini, na wakaleta matunda mpaka ya nchi. Na unaweza kuona kwa wakati fulani ulifanikiwa, dalili matunda ya mchumba alipatikana, dalili ulifungua kaduka, dalili ulifungua kinyozi, dalili ulifanya ka safari ya kwanza nje, dalili kulikuwa dalili madini, wakaleta dalili ya vitu ya nchi ile yenye asali na maziwa, na wakasema hiya. Watu wote wakapiga makofi, lakini watu 10 wakasema hata kama nchi niwe na asali na maziwa, lakini katika nchi tuliona wana wanani wana, na sisi kwa macho yao tulikuwa kama panzi. Hiyo ripoti ya pili ya hofu, kuletea watu hofu, ikafanya mkutano mzima ulalamike. Wakalia usiku mzima, wanalia, hakuna mtu iko na wapiganisha, wanalia, hakuna mtu anajua kama wao wako malini. Wao wanajua kwamba wana wa Kanaani wako kwa njia na ni wao wanahitaji kuwavamia. Na walipolia, angalia, Mungu alitaka kiisha ripoti tu wana Israeli wafanye nini? Wavamie hiyo nchi. Kwa hiyo Mungu alitaka kesho yake wana Israeli wafanye nini? Wavamie nchi. Na kwambia Mungu ni wa wakati na majira. Ukikosa kufanya kitu wakati Mungu anataka ufanye, ni balaa. Walipolalamika usiku, wakamwambia Haruni na wakamwambia watu wote, tujitengenezee mfalme mpya, kiongozi mpya, turudie Misri. Tuko tayari kufia jangwani na tuko tayari kufia Misri, lakini hawataki wende wafie katika nchi imejaa asali na nini na maziwa. Biblia inasema walipokuwa wanaongea wanajitengenezea, lakini watu wawili, Yoshua na Caleb, wakasema hiyo nchi Mungu ametupatia. Na waliposema hivyo, walipokuwa wanaongea, na ndio kitu mtu anahitaji kuelewa. Unapoongea iwe positive, iwe negative, Biblia inasema Mungu akashuka. Na Mungu aliposhuka, wewe tunapoongea mazuri, Mungu anashuka. Tunapoongea mabaya, Mungu anashuka. Mungu akasema, Mungu akamwambia Musa, kizazi kiovu kama hiki nitabebana nacho mpaka lini? Wale watu wanaongea kushindwa asubuhi, kuongea kushindwa mchana, kuongea kushindwa. Ni kizazi kiovu, ni watu wanazalisha neno la nani? La Mungu. Mungu anataka asubuhi, mchana, jioni, usiku, kwa hali yote na namna yote, kinywa yetu ikili kushinda. Amen. Lakini hao wanakubali kushinda, wanalia, hawalilie kuwa hai, wanalilia maiti yao. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, hao watu wote, kwa sababu hawakuamini neno langu, kwa sababu hawakunikubali mimi, wote mnisikilize. Na ndio napenda hiyo 34. Hiyo ndio nasema. Mungu anasema kwa sababu hawakuniamini. Hiyo walipopeleleza nchi siku 40. Kila siku moja itakuwa malipo ya mwaka mmoja, kwa miaka 40. Hebu kusoma nasema hivyo. Hesabu 14 mstari wa 34. Ndio.
Neno la Mungu linasema kwa sababu ya hizo siku mlizozipeleleza hiyo nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu. Waangalie, ndiyo miaka 40, nanyi mtakuja kufarikana kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwamba Mungu alitaka kisha kuipeleleza siku 40, kesho yake wana wa Israeli waingie kwa hiyo Mungu aliweka wakati, muda, siku yenye wana wa Israeli wataanza kuingia kwa hiyo nchi ya Kanaani. Lakini wao kwa kukosa kutii neno ya Mungu, kama vile uko unanisikiliza, nakwambia Mungu anakwambia ni wakati wako wa kujenga madhabahu kubwa ya Mungu kwa ajili ya kuvunja madhabahu nini? No. Lakini kunaweza kwa sababu moja na nyingine ikakuzuia, kama vile wana wa Israeli, sababu moja na nyingine waliona wana wa nani? Wana kwao, wakaona hawawezi, hawatafanya, haitawezekana. Kuna dada alinipigia simu, aliambia baba, nimesikia tuko saba atuolewe, natengeneza madhabahu. Na tukakubaliana Jumamosi anakuja atengeneza. Baada ya kunipigia sitafanya tena. Kama sawa, umeona wana wala, hiyo ni problem yako. Hainusu mimi. Ni madhabahu inasumbua maisha yako, haisumbue nini? Maisha yangu. Haufanye kwa ajili yangu, unataka kuvunja madhabahu kwa ajili yako na familia yako. Sasa wana wa Israeli walipoona wana wanawake, neno ya Mungu ilikosa nguvu. Na unaposikia mafundisho kama hii kuhusu kuvunja madhabahu, unaweza kuona kitu moja na kitu kingine ikakuzuia kusudi usivunje nini? Madhabahu. Na walipokataa kuvunja, nisikie matokeo. Mungu akamwambia kwa sababu amkufanya hiki kitu kwa wakati nilitaka muifanye. Sasa kila siku moja mlipeleleza hiyo nchi, na ipatia malipo yake ni mwaka ngapi? Mmoja. Mlipeleleza nchi siku 40. Kwa hiyo mtakaa jangwa ni miaka ngapi? 40. Angalia kitu walihitaji kupata kesho, watakuja kuipata baada ya miaka 40, kwa sababu hawakufanya hiyo kitu kwa wakati Mungu alitaka wafanye. Namba 2, sikiliza mbali. Mungu akasema wale wote 10 walioleta ile ripoti kwamba ile nchi ni hatari, Mungu akawaua wote hapo. Wakabaki tu Yoshua na Caleb. Na kuna vitu mingi na kufa kwa maisha yetu kutokana na maneno vile tunafanya nini? Tunaongea na kukosa kutii kufanya kile Mungu anataka tukifanye kwa wakati inaofaa. Inaonekana Mungu alikuwa anataka kubariki miaka 5 iliyopita. Ukakosa kuheshimu neno la Mungu. Ndio unastaga, unapitia. Sasa zingine Mungu anaona unapitia. Katika jina 32 ya Mungu, moja ya jina ya Mungu anaitwa Mungu wa rehema. Anaona vile umeteseka. Anaona vile kwa hiyo ndio umepitia mambo mingi. Nasema acha mtume mtumisho. Aje kuongea nao. Kwamba ni muda wako wa kuweza kuvunja madhabahu. Leo asubuhi mtu mmoja alikuwa ananipigia simu kutoka Tarakea. Miaka 5 ilipita Mungu aliongea na sisi kwa ajili ya mambo yake. Sasa kwa sasa ndio yake kwa hali mbaya. Na tumwambie ni madhabahu, matatizo ya kifamilia haitoke na maombi. Sasa shida ya kanisa, wanajua matatizo yote inajibu kwa maombi. Japo si matatizo yote maombi inafaa. Tunapenda kuomba, sisi tunaomba, tunafunga, tunatafuta uso wa Bwana. Lakini kila ugonjwa ina njia ilihitaji kushughulikiwa na kutibiwa. Sasa kwa hivyo tunakwambia wana wa Israeli wale wote walipasha kuingia kwa hiyo nchi ya Kanaani. Hawakuingia kwa sababu hawakuja kwenda na muda ya nani? Ya Mungu. Na kuna vitu Mungu alitaka vifanyike kwa maisha, vitendeke kwa maisha, uionekane kwa maisha. Lakini wakati wote unashindwa kwenda na wakati wa Mungu, inakuwa balaa kwako. Lazima Elia akajua kabisa hii ni muda. Sasa ilipotimia muda wa kutoa dhabihu ya jioni, na kwa maisha yako hii ni muda, imetimia muda. Mungu anataka kutoa kwa hiyo mfumo wa maisha. Imetimia muda. Mungu anataka kutoa kwa mfumo wa maisha ya familia yako. Inatimia muda. Mungu anataka kutoa katika mfumo wa maisha ya nchi yako. Uishi tofauti. Uishi kama Mkristo. Mkristo tu huru, mwenye mfumo, ashikwe na azuiliwe na kitu chochote. Kwa hiyo ndio kitu ilikuwa ya maana sana. Elia alisubiri time. Na wewe unanisikiliza, Mungu anaongea na nitaongezea na wewe. Kuna mwingine pia alinipigia simu. Yeye tayari alitengeneza dhabihu. Akaniambia baba, dhabihu yangu mimi napeleka kanisani kwetu, kisha wewe utakuja kuniombea. Sasa na nikamwambia
ule unampelekea hata hajui mafundisho ya zabibu. Namba 2, hajui inafanywa vipi kusudi ile madhabahu inajengwaje, inaanzishwaje na inakuwaje. Sasa itageukaje wakati kufanywa? Biblia inasema katika kitabu ya Waamuzi 6:25-26, Biblia inasema na tujenge madhabahu kulingana na taratibu zake. Sasa ule unataka kupelekea hajui taratibu ya hiyo kitu, itakuwa impossible. Na ukisoma Biblia mahali pote, mahali Mungu alikuwa anaongea na mtu, mahali Mungu aliongea na Ibrahim, mahali Mungu aliongea na Isaka, mahali Mungu aliongea na Yakobo, hapo ndio walijenga madhabahu. Hawakwenda kuijenga sehemu nyingine. Hapo Mungu anaongea na mtu, hapo ndio mtu anamjengea Bwana nini? Madhabahu. Sasa katika kipindi ya mkate wa uzima ndio Bwana yuko anasema na anajifunua kuhusu. Sasa hiyo madhabahu hauwezi enda kuijenga mahali pengine, haitakuwa zabibu, itakuwa sadaka ya kawaida kwa sababu haitatengenezwa sawa sawa na taratibu zake. Amen. Twende pointi ya 4. Biblia inasema sasa, kwa hivyo Elia alisubiri muda kwa zabibu ya manabii bali haikukubalika kwa sababu hawakwenda sawa sawa na muda wa kutoa zabibu. Pointi ya 4, Elia akaanza maombi. Anasema na ijulikane kwamba wewe ni Mungu wa pekee. Hiyo sisi wote tunajua, hata shetani anajua Mungu ni wa pekee. Na ijulikane kwamba mimi ni mtumishi wako. Hiyo haijanitisha mimi. Mimi pointi ya 3 inanitisha. Na ndio hiyo pointi kwangu ni ya 4 ilisababisha. Kwa hiyo pointi ya kwanza ilisaidia Elia moto ishuke iteketeze na mvua inyeshe. Number 1. Alijenga msingi kwa mawe 12. Jina ya Yesu Israeli. Number 2. Alipewa aliweka maji ya zabibu, kitu adimu. Kitu kile kinatuumiza, kitu kile tunapenda. Number 3. Alisubiri muda wa kutoa nini? Zabibu. Lakini number 4, sikia maombi sasa Elia, maombi fupi sana. Haina makelele, haina vituko mingi. Anasema Baba, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu wa pekee. Na kwamba mimi Elia ni mtumishi wako. Lakini mtu anaweza kujigamba ni mtumishi wa Mungu na si mtumishi wa Mungu. Mungu ndiye anajua watumishi wake. Lakini Elia anataka kudhibitisha watu kama yeye ni mtumishi wa Mungu sasa. Na kwamba mambo yote niko nafanya hapa sifanye kama maigizo, niliagizwa na wewe. Ni Mungu alimwagiza Elia atoke kule, hakuwa na mpango ya kurudia katika taifa la Israeli kwa sababu taifa la Israeli ilikuwa na abudu Baali. Na alikuwa amechukia, akasema ende kwa Mungu, akamwambia kaa kwa mwanamke huyu. Ule mwanamke mwenyewe alikuwa amefiwa na Bwana. Na alikuwa ameishi kule, lakini Mungu akamwambia arudi. Kwa hiyo aliagizwa na Bwana kurudi. Mungu ndiye alimwagiza akutane na mfalme Ahabu. Mungu alikuwa na uwezo wa kumwambia utapoenda kule usikutane na mfalme, ukutane na mtu fulani. Number 3. Kama Mungu ndiye alimwagiza Elia aitishe manabii wote nini? Unajua sikiliza. Number 4. Mungu ndiye alimwambia Elia ambia manabii bali watenge. Number 5. Mungu ndiye alimwambia Elia wakitu msiweke kwa madhabahu leo, msiweke moto. Number 6. Mungu ndiye alimwambia Elia aitishe kitu adimu, maji iche kukuwa na mvua miaka 3 na miezi 9. Kama angeambiwa na mtu angeitisha hata kopo moja ya maji asingepata. Asingepata. Amen. Na kwa mafundisho ni kweli. Tangu tuanze kuifundisha sisi ushuhudie. Kuna mtu alikuja kwetu wakilia. Wameleta boda mpya. Wamefanya sacrifice mpya. Walikuja kuombea. Na wale nakuja na boda yao. Wakasema Baba Mungu anasema tufanye sacrifice. Wakatoka wakaiacha, tulibakia pale tunalio, tunasikia uchungu. Watu wanaongea kwa Mungu, lakini kitu adimu kinabadilisha maisha ya watu. Sasa unisikilize. Elia alikuwa na support ya Mungu. Manabii Baali hawakuagizwa ni na Baali na hawakuagizwa ni na nani? Ni na Mungu. Na hivi vitu ya kiroho. Sasa hakuna roho ilikuwa nyuma ya manabii Baali kwa kuweza kusupport shughuli ya manabii nani? Baali. Na ndio maana walifeli. Kama wangeagizwa na Baali, kungekuwa na ushindani kati ya Mungu na Baali. Lakini wao walikopi kutoka kwa nabii nani? Elia. Najua kwa mtumishi wa Mungu, nisikilize vizuri. Hapana kufanya vitu ya kiroho kwa kukopi kuona kutoka mtu mwingine. Fanya vitu kwa sababu Mungu ndio amekuagiza kufanya hiyo vitu. Nina miaka 20 Mungu aliniambia ninaposimama kufundisha, hapana kuwa na Biblia. Hapana kuwa na karatasi.
hapana kuwa na kitu chochote. Nataka uwe sauti yao na naheshimu, na hakuna mahali tafundisha na kukosea andiko, hiyo kwa vya Biblia, iwe kanisani. Na tangu nianze kufundisha najikuta nafundisha zaidi kuliko vile nilikuwa nafundisha nikiwa na Biblia na nilikuwa na karatasi. Atafanya kitu kama Mungu tu amekuagiza. Wao wananijua vizuri. Ni nadra sana nilipoanza kipindi wakambia utakuwa naombea watu sana, nikacheka. Ni nadra sana niombee watu, ni nadra sana, lakini tunaombea watu. Lakini mingi watu wanasikia mafundisho yetu na wanafunguka, wanapona, wanabarikiwa, maisha na change. Kuna watu wanakuja kwa mwambia tu vile umeniona. Wewe problem yako imefanya nini? Imeisha bila kuomba, na anaenda kuomba. Nimepona. Mambo inaisha. Kuna mmoja walitoka Moshi. Walikuwa wanakuja kumoperate hapo. Walimleta tayari, ilishindikana KSMC. Wakamleta hapo, wakambagia tarehe ya kumpasua. Walikuja naye kwa. Tulifika. Niwaambia tu vile unaniona. Matatizo yako yanafanya nini? Inaishi. Unaweka mkono. Kesho kwa hospitali hakuna magonjwa. Alirudia, watu wananipigia simu kila siku kutoka Moshi. Sasa lazima kama unataka kupata support ya Mungu, usifanye kama mhubiri fulani. Usifanye kama mwimbaji fulani. Usifanye kama unafanya vile Mungu alikuagiza. Na ndio kitu kilimpatia mtu kwa jina yake Daudi kushinda. Daudi alipotaka kwenda kupigana na Goliati, wakampatia mfalme Sauli, akampatia mavazi yake ya kijeshi. Alipojaribu aone kwa mzito, yafanya atumikake hivi, apigane na simba hivi, apigane na kumbu hivi, ana mfumo yake apigana, sababu hivi vitu mimi sivijue, sivielewe. Hapana kufanya kitu kwa sababu mtu mwingine amefanya. Tulienda Nigeria. Na mhubiri mmoja alikuwa anahubiri vizuri sana. Lakini mwisho wa mkutano anatoa kiatu. Anatupa. Watu wote wanaanguka. Kiatu inaletwa. Wanasukumu, wanatupa. Watu wote wanaanguka. Anasukumu. Kanisa, unajua Nigeria ndio kuna makanisa. Hapa hakuna makanisa. Kwa hiyo kuna Nigeria kuna makanisa viwanja, watu laki moja, watu 70,000, watu 50,000. Anatupa vile watu wote wako wanaanguka. Tuliporudi nyumbani tulikuwa wawili. Mwenzao ndiye akatengeneza mkutano. Alitengeneza conference. Kaniti. Anafundisha vizuri. Mwisho akatoa neki yake. Anaiga. Sasa nyingine huyo aliambiwa na Mungu. Akatupa hata inzi haikuanguka. Hata inzi haikutetemeka. Hata inzi haikutikambia kisha hapana kuiga mambo au kuambiwa na nani? Na Mungu. Kama Elia moto ilishuka na kuteketezwa. Baba anasema mambo yote niko na yafanya hapa, sifanye kama maigizo. Lakini mambo yote niko nafanya nimeagizwa na wewe. Na kama umeagizwa na Mungu, kwa hiyo ni neno ya Mungu. Na kama ni neno ya Mungu, kama Mungu hatafanya, atageuka Mungu. Na maana ya Mungu ni shetani. Na kama kuna jina Mungu hataki apewe, Biblia inasema yeye si Mungu kwa kusema uongo, wala mwana wa mtu kuweza kudanganya. Kila anasema lazima akitimize. Na nikwambie naongea na wewe. Hii mafundisho nina zaidi ya semina 8,000. Semina. Na hakuna semina hii mafundisho tutafanya sasa tuko mwezi. Tutapiga hata miezi 3. Hakuna semina mimi naweza kufanya mwezi mmoja. Haiko. Nina mafundisho ya watumishi zaidi ya 2,000, 3,000, masemi, conference, mashule ya Biblia. Lakini nilipoingia kwa maombi siku tulisema tunaanza kufundisha kwa ile, Mungu akaniambia enda kuongea na watu kwa ajili ya sababu ya matatizo. Na somo ya pili nitakuja hapa nayo. Tayari Mungu alishanipa masomo 4 ya kufuata. Somo ya pili nitakuja na kanuni ya uponyaji. Basi tunahitaji kuomba. Tunapohitaji kutafuta uso, Mungu atupatie. Mungu Paulo anawaambia Timotheo, uwape watu chakula kwa wakati unaofaa. Kama asubuhi watu wakunywe chai, kama mchana watu wakule chakula kizito, kama jioni watu wakule chakula nyepesi. Sasa Mungu ndio anajua watu wake. Mungu ndio anajua mioyo ya watu wake. Sasa tulipoomba Bwana akatuambia enda, anza na soko. Nataka watu wangu wasikie kuhusu sababu ya matatizo. Na watakaposikia wale wana matatizo ya dhambi, watakapotubu, matatizo yao itatoroka. Watakaposikia wale wana matatizo ya madhabahu na wataamua kuweka
dhabihu, kuvunja madhabahu, yale madhabahu itafanya nini? Yataondoka katika maisha yao. Hapana kufanya kitu kwa maigizo. Elia alifanikiwa kwa sababu aliagizwa na Mungu, na chochote kile hukuagizwa na Mungu, mwingine akifanya, akiagizwa na Mungu anafanikiwa. Wewe ukifanya au kuagizwa na Mungu unafeli. Kuna mtu anaweza kuagizwa na Mungu afungule sabuni na inafanikiwa, na wewe kuagizwa na kopi unavuka sehemu moja au fanikiwa. Kwa sababu Mungu atakuwa nyuma ya shughuli yake. Lakini manabii bali ni Mungu hawakuwa nyuma ya madhabahu ya nani? Ya manabii, bali walifanya tu kwa sababu wanaona mtu mwingine anafanya nini? Anafanya. Hapana kufanya kitu kwa sababu mtu mwingine anafanya. Fanya kitu kwa sababu umeagizwa na nani? Na Mungu. Ukiagizwa na Mungu unapata support ya Mungu. Na wewe uko unanisikiliza, najua kabisa moyo wa Mungu anagusa moyo wako na kuambia fanye. Ninakusihi sana usikose kukifanya. Basi ukikosa kukifanya utajikuta kama wana wa Israeli. Walipasha kuingia lakini wakajipata miaka 40 kwa kukosa kutii na kuheshimu kile Mungu anataka wafanye kwa maisha yao. Kwa hiyo ushindi wa Elia si kwamba alikuwa na experience sana. Ushindi wa Elia si kwamba alikuwa mwerevu sana. Nisikilize vizuri, nikiwa profesa na Elia na Elisha na Paulo walikuwa watu wafupi wadogo sana. Mimi nawaangalia na wachungulia chini. Zaidi waliotingiza ndani ya Biblia si watu warefu, ni watu wafupi. Mpaka najiuliza shida ya Mungu ilikuwa wapi? Elia alikuwa mfupi sana. Elisha tena mfupi na kipaa. Uko na yale. Paulo tena kafupi. Sasa lakini hata alikuwa mfupi, hata alikuwa mdogo, lakini hao majitu ya wanaume manabii waliokuwa nakula paras, wanasapotiwa na paras, wanahudumiwa kila kitu na paras, walifanya maombi ya kila aina, lakini tatizo vitu walikuwa wanafanya hawakuagizwa. Ilikuwa maigizo. Wameona mtu mwingine anafanya, acha ule unamuona anafanya afanye vile. Inawezekana Mungu alimwagiza, lakini wewe usifanye vile kwa sababu Mungu hakufanya nini? Hakujakuagiza. Hajakuagiza. Kama Mungu hajakuagiza kufanya kitu, hapana kukifanya. Lakini kama Mungu anakuagiza kitu, nakumbuka nilikuwa natokea Nairobi, mke wangu anajua nilikuwa kufanya hii, watu wanaweza kuuliza. Nilikuja kufanya seminar sehemu inaitwa Arusha, nikiwa natokea Nairobi, lakini seminar ilikuwa pale Arusha mjini. Seminar ilikuwa Usariva, na hapo Usariva nilifanya seminar siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka mwisho ya siku ya seminar. Na Jumapili tulipomaliza mkutano, askofu wa kanisa, mchungaji mwenyeji, akaambia watu wasalimu Dr. Frank. Mtu anapenda kumsalimu Dr. Frank afanye nini? Amsalimu. Watu walikuwa wanapita huko madhabahu kunisalimu. Sasa tumebarikiwa. Ilikuwa wiki ya baraka, ilikuwa wiki ya ushindi, ilikuwa wiki ya maajabu. Lakini niliona kando ya wale waliokuwa wanakuwa nisalimu, niliona mama mmoja amekuja, mama dada. Msema na watoto, walikuwa na watoto karibu 3. Anakuja. Baada ya kuja kunisalimu, yeye anakuja analia. Nikamwambia mama, askofu anasema mkuje kunisalimu. Askofu akusema muje mnalia. Akaambia dokta, nina shida. Kaambia problem yako nini? Ni binti amekulia kwa hiyo kanisa. Ni binti amelelewa kwa hiyo kanisa. Ni binti hapo na kijana alilelewa kwa hiyo kanisa, wakapata na uchumba, wakapendana. Wakakisha kupendana wakatoa mahali. Siku ya kufunga harusi ya huyu ndugu, walifunga harusi ya mbwema. Na huyu ndugu ni engineer wa ujenzi, anajenga manyumba. Na walipofunga harusi hiyo walienda kulala kwa hoteli. Masikio ya mwanaume ikafungana, ikaziba mara. Mpaka nilipofika wana miaka 7, huyu mwanaume hasikii. Hasikii kabisa. Mbaya akija kanisani kioko ikipiga nikaona pasua masikio yake. Haendaki kanisani, na support wa hiyo kanisa. Wao ndio walijenga hiyo kanisa la pesa yao. Sasa mke akasema, hatujui, tumeomba, tumepanda milimani, tumeenda huko. Unajua kuna maombi mingi ya aina nyingi, lakini nitafika kwa hiyo somo. Unajua Mungu alipomtupa shetani duniani,
Na katika kitabu ya Ufunuo 12:1, Shetani alijua anapokuja hapa duniani anakuja kwa muda mchache, akakuja kushimika utawala wa Shetani. Na utawala wa Shetani inaitwa jina yake magic. Ukisikia kitu yote unasema magic, gold magic, wewe gold imefungwa na nguvu ya giza. Gospel magic ni nyimbo ya Mungu lakini ya nguvu ya giza. Sasa Shetani aliposhimika utawala wake hapa duniani ana mikoa ine kubwa. Province. Mkoa wa kwanza Shetani angani inaitwa world astral. Mkoa wa pili wa Shetani majini inaitwa world demons. Mkoa wa tatu wa Shetani makaburini inaitwa world pandemic. Na mkoa wa nne wa Shetani misitu na jangwa. Sasa watu wanapoenda kuomba kwa misitu na jangwa. Na jamaa Biblia inasema tukiwa na problem twende kwa nyumba yake, kwa kanisa, kwa nyumba ya Mungu ndio kwa Mungu anapatikana. Mungu apatikane kwa misitu na jangwa. Ni mkoa wa Shetani. Walienda kuomba huku, nitafika kwa hiyo somo. Walienda kuomba huku na huku, walipeleka huyu mtu India. Matatizo yanakataa. Sasa ndio mke alikuwa ananiambia baba, nashinda, nachanganyikiwa. Niliposikia hivi nikaona ni problem kubwa. Kama baba amepelekwa India, amegombewa kila namna. Hakuna, nikamwambia kwa nini hukuniambia katikati ya wiki? Mimi napanda ndege kesho asubuhi narudi Nairobi. Nilikuwa naongea naye, askofu akaja mbio. Askofu akaniambia acha watu wote shughulikie nyumba. Hii kanisa wao ndio wamejenga na Mungu wake. Siku tulifunga harusi, masikio yake kufungana. Tumefanya kila kitu. Nikamwambia sasa askofu, unajua nikaanza kuchukua sa maandiko. Biblia inaanza kuniambia pepo ya aina hii haitoki tu kwa kuomba, lakini inatoka kwa kuomba na kufanya nini? Na kufunga. Nikaanza kuona kuna sababu ya kufunga. Askofu akaniambia tubadilishe tiketi ya ndege. Na walikuwa wananiweka hotel King. Akaambia na tutaendelea kuongeza kulipa hoteli, lakini shughulikie familia. Kwa huruma ya askofu akasema basi mbadilishe tiketi. Kawaambia basi askofu, kwa sababu umetetea. Askofu, mama wewe mke huyu bwana, na enda kuambia mume wako kesho Jumatatu. Na askofu, na wewe mama, na mume hamtakula. Mimi nitakuja saa 10. Tunakuja kukemea upepo ya kufunga masikio. Imetokea wapi? Kaambia na mimi mwenyewe sitakula. Usiku sasa nikiwa naombea huyu mtu kwa hoteli. Naambia unajua bwana, safari yangu imeirisha. Wewe unajua problem gani uliko nayo? Kwa nini masikio ifungane tu siku ya harusi? Tatizo liko nini? Shida iko wapi? Lakini nikiwa naomba, ndio maana tutakuja na somo ya maombi. Kuna mambo nani? Msingi wa maombi. Faida ya maombi. Masharti 5 kusudi Mungu apokee maombi yako. Vizuizi 7 ya maombi. Jinsi ya kusikia sauti ya Mungu ndani ya maombi. Mungu anaongea kwa njia 14. Na lazima mtu ukiwa naomba Mungu bila kusema unafanya udictate. Nahitaji mimi niseme kisha Mungu aseme. Nahitaji mimi niseme kisha Mungu aseme. Lakini Mungu anaongea katika njia 14. Sasa usiku nilipokuwa naomba, na katika njia 14 Mungu anatumia njia 7 ngumu na njia 7 rahisi. Na Wakristo wanapenda kupambana na Mungu kwa njia 7 ngumu, na moja njia ngumu ndoto, moja njia ngumu maono, moja njia ngumu unabii. Hiyo ni njia ngumu. Na kuelezea kule mbele nitakuwa nafundisha jinsi 14 vile Mungu anaongea. Biblia inasema, unisikilize. Nilipokuwa naomba usiku naambia Mungu, wewe ndio unajua matatizo ya why? Kwa nini masikio ya mtu imefungana tu siku ya harusi? Sasa na kesho naenda kumuombea. Lakini Mungu akaongea na mimi. Akaniambia, nani amekuambia wafunge hawa? Wewe ndio utawaponya au mimi ndio nitawaponya? Nikashtuka. Mungu akaniambia, pigia askofu asubuhi simu. Ambia wale watu wakule. Kwanza askofu akule. Huyu mama akule. Mume wake akule. Wewe mwenyewe ukule kwa sababu si wewe. Ukifanya kitu naagizwa na Mungu, hatuwezi kufeli. Mara mingi tunafanya vitu mingi kwa sababu wengine wamefanya. Basi asubuhi nilipigia askofu simu. Kaambia Mungu anasema, na si aibu. Hata Isaya Mungu alimwambia uende mwambie mfalme Ezekiel, iko na ugonjwa. Hiyo magonjwa atafanya nini? Hatapona. Aagize watu wa nyumba yake, nani atachukua utawala kisha. Alipoenda, alipotoka, Ezekiel alipolia,
kumgeukia Mungu. Mungu akasikia maombi ya Hezekia, Isaya yafika hata mbali. Mungu akamwambia sasa rudie. Rudie. Wewe mwambie atakufa tena. Atapona na muongezea miaka 10. Anaonekana kama muongo lakini anatii kurudia kwa sababu anajua maneno yake kama haina support na neno ya Mungu haina mahali. Amen. Na anaonekana muongo kwa sababu Hezekia angekufa, Hezekia angeendelea kufanya nini? Kuishi. Kufanya kitu kile unaambiwa na Mungu. Hapana kufanya kitu kwa sababu wengine wanafanya. Maybe hao wameambiwa lakini wao wakufanya nini? Hawakwambia na wao wananifuata. Kama Mungu hajakwambia ujenge madhabahu, hapana kujenga. Hatuna haja yako. Lakini kama Mungu anasema na wewe, jenga madhabahu. Basi nilikuja saa 10. Njiani tukiwa nakuja, kitu ya maajabu. Mimi najua tunaenda kufanya deliverance. Katika ukombozi inahitaji mafundisho ya aina mbili. Mafundisho ya imani au mafundisho ya ukombozi. Ni kazi tumekaa kwa muda mrefu. Lakini tulipofika tunakaribia nyumba yenu, Mungu akanipatia andiko mara moja. Nasema hii andiko ndio naenda kusoma pale. Nikakataa kwa sababu najua andiko anambia Wathesalonike wa kwanza 5:18. Biblia sasa tumshukuru Mungu kwa kila jambo lake. Hii andiko haifanani na matatizo. Mungu alikwambia umekosea. Hapa inahitaji mafundisho ya imani. Au inahitaji mafundisho ya ukombozi. Mungu anambia hiyo ndio andiko utasoma pale. Tulipoingia ndani ya nyumba nikachukua andiko, askofu ananijua vizuri. Sasa tusome Wathesalonike wa kwanza 5:10. Biblia sasa tumshukuru Mungu kwa kila jambo ndio askofu ananiangalia. Sasa Dr. Frank ana shida kama ile. Ana problem. Lakini ukiwa na tafsiri, nikaanza kupata tafsiri. Na mbona unajua kwa nini tumshukuru Mungu kwa kila jambo? Mungu alikuwa na uwezo ya kuzuia Lazaro asikufe. Lakini akaruhusu afanye. Meza Mungu alikuwa na uwezo ya kuzuia Meshaki, Shadraka na Abednego wasitupe ndani ya tanuri ya nini? Mungu alikuwa na uwezo ya kuzuia Danieli asitupe ndani ya nini? Ya pango ya sinazaa. Sasa Mungu alikuwa na uwezo ya kuzuia masikio ya ndugu isifanye nini? Isizibe. Alikuwa na uwezo. Nilipoanza kuongea maneno nakuja dakika 10. Mungu akaniambia toka hivi. Nikatoka nje nikakokota mlango, nikafunga mlango. Mungu akaniambia ito ni mtu kwa jina lake. Amepona. Nikiwa nilimwita kwa jina lake Kevin. Akaitika ndani. Kevin, nikazunguka hapo Kevin, akaitika. Kazunguka kwa Kevin, akaitika. Hivi akapona. Bila kumwekea mkono, bila kukemea, bila kugusa, nani anampona? Hata si mhubiri. Mhubiri kwa nje. Bwana hapo ndani peke yake. Elia kama moto ilishuka. Waso kila kitu alikuwa mfano. Aliagizwa na Mungu. Na kama unataka kuona mafanikio na ushindi, mahali watu wanafeli kwa mafanikio, fanya kitu Mungu anakuagiza. Amen. Nimesimamia leo. Napenda kuambia na kurudia msingi kubwa ya madhabahu ni Yesu Kristo. Ndio juu ya msingi ya madhabahu. Msingi ya madhabahu. Lakini juu ya msingi ya madhabahu tunaweka kitu adimu, kile kitu sisi tunakipenda. Lakini namba 2, tunasubiri wakati wa kutoa. Na wakati wa kutoa sacrifice ni sasa. Bora usikiliza kufanya. Lakini namba 4, kwa sababu Mungu amesema na wewe kisha kufanya sacrifice, mvua ya baraka itanyesha kwa maisha yako. Mvua ya watoto itanyesha kwa maisha yako. Mvua ya biashara itanyesha kwa maisha yako. Mvua ya amani katika ndoa yako itapatikana kwa maisha yako. Amen. Na baba yangu hao wale. Amen. Unisikilize na kuombea dakika moja kabla ya kutoa tangazo. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako na watumishi wako wamesikia neno lako. Na Biblia inasema tutasikia neno lako na neno lako litatupenda. Nasema umetuma neno kusudi neno litupone. Wamesikia, wamekubali, wameamini kabisa. Wewe umesema nao, umeongea nao. Umeonesha wanataka kuvunja hiyo madhabahu imeongea kwa maisha yao kwa miaka mingi. Madhabahu ya umaskini, madhabahu ya utasa, madhabahu ya kutuinuka, madhabahu ya kukataliwa. Baba, wanaamua kwenda kuivunja. Na wanataka kuweka kitu adimu katika maisha yao. Kile kitu wanachokipenda. Sacrifice sio kitu wanatafuta. Zabibu ni kile kitu unakutanika nacho, kile wanachokipenda. Na Bwana wameamua kwa wakati. Wameleza kila kitu na wakati wao.
wanaenda kufanya sacrifice kwa ajili ya kuvunja madhabahu mabaya inaonena kwa maisha yao Bwana. Na kwa sababu wamesikia, wamejua kabisa wewe ndio umesema, na kwamba umetutuma sisi katika kituo ya Praise Power Radio kuongea na watu wako, na baada ya mvua ya baraka inaenda kuingia kwa maisha yao. Baada ya mali walikuwa wamekwama inaenda kufunguliwa. Baada ya mali matatizo yalikuwa na solution inaenda kupata jibu. Kupitia jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Basi tukiwa namalizia, kabla sijarudisha mkutano kwa mchungaji, utatangaza ujumbe. Tungependa kuambia tuna matangazo karibu 3. Tangazo ya kwanza, tuna vitabu ya aina mbalimbali ya mafundisho ya maneno ya Mungu, na vitabu hivi viko kwa lugha 3, kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza na kwa lugha ya Kifaransa. Na vitabu hivi yote tumeamua tukiweka 10,000 ya Kitanzania. Lakini wale wako nje ya Tanzania tunauza $5 zaidi ya 10,000. Lakini wako Tanzania utapata kwa 10,000. Lakini tangazo ya pili, tumependa kuambia kila Jumapili tuna fellowship, tunakutana saa 10 mpaka saa 12 pale sehemu inaitwa, unaenda Boko Chambo ukishuka kwenda Ununio, na kwenda Ununio mtaa inaitwa Mwangalani Street. Ukifika pale utapata mahali tunafanya fellowship saa 10 jioni mpaka saa 12. Tunakualika uje usikilize neno la Mungu, utabarikiwa, utainuliwa na utafunguliwa. Lakini namba 3, kama vile tulikuwa nasema, kama Mungu anasema, nilipokuwa naomba wiki kwa ajili, nilipokuwa naombea hiki kipindi, Mungu akaniambia nishirikishe watu wanaosikiliza hiki kipindi kwa kuweza kusupport hiki kipindi, watu waendelee kusikiliza neno ya Mungu kila siku. Kitu kinakosekana, maombi yakosekana, unabii yakosekana, nyimbo yakosekana, lakini neno lisilochujwa, neno la kweli ndio linakosekana. Na japo mahali pote Yesu alikuwa anapita kwambia Bwana, sema neno moja tu, mtumishi wako atapona. Neno la Mungu linapona, neno la Mungu linapona, neno la Mungu. Sasa kusudi hiki kipindi iendelee, tusikatishe kule mbele kwa sababu ya pesa. Kama umeguswa, umesikia hapa, na mimi nakubali usimame kusupport hiyo kipindi. Kuanzia hela yoyote ile uko na utajisikia. Hatukwambie ni pesa ngapi, lakini kulingana na vile moyo wako utasema. Kwa sababu sisi kuhubiri hapa, hatuhubiri na kitabu ya Mathayo na Luka, tunalipa pesa ndio tunahubiri hapa. Sasa tunakupatia namba yetu ya simu 07 07 49 90 44 66. Ukituma kitu yote pale kwa M-Pesa italeta jina Frank Biela Paul, au pengine inaitwa tu Frank Paul. Inaleta hiyo, utakuwa umesupport hii kipindi iendelee miaka mpaka vile Yesu atarudia. Mungu awabariki, Mungu awashangaze, na Mungu awainue sana. Amen. Nitairudia namba hii tena kwa mara nyingine, kama unahitaji kusupport huduma ya Come and See mkate wa uzima kupitia namba 0749 90 44 66 0749 904466. Mungu awabariki sana 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 sana. Mimi nikutakia jioni njema, mdau wangu na rafiki yangu kupitia Praise Power Radio, faraja watu katika